nikiandika hiyo song Your Time, Wendy alikuwa kwa kichwa kwa sababu tulikuwa kuna time tukiwa Kambawili before tulikuwa tushafanya naye na kina BN brother KB, sister KBN, kuna jamaa fulani alikuwa anaitwa Robe, kuna jamaa fulani alikuwa anaitwa Chebet, walikuwa wengi kuliko mpaka na Liz, tukiwa na Gano afsa pia na nyo alikuwa Wendy. Tulikuwa tumemwingiza kwa hiyo project ya Peace, unaona, tukaenda mpaka Nakuru nini, tukafanya makazi kusambaza amani before ile post election violence. Before your time ilikuwa 2007, hiyo ndio time tulijiona naye. So nikifanya alikuwa tu kwa kichwa kwa sababu hiyo time alikuwa shengia TPF, alafu sasa amekuwa signed. So nilikuwa nishaandika but sikuweza kurecord kwa sababu sikuwa na studio hiyo, sikupata studio time. Alafu alikuwa signed sijui wapi hiyo time for sijui miaka ngapi, so I had to wait. So alivo toka kwa hiyo contract hiyo, ndio sasa akaniambia maze niko free sai. Ndio nikamwambia poa, basi niko na idea na nishaandika mpaka chorus, nataka ukuje, au sio? Aliyeproduce yuko juu anaitwa Brian Omae, lakini anagona stage na Omae. Hata pia ni msanii na bado ni producer. What happened nilikuwa nikiamia hiyo mtasa hiyo side za Imara, ilikuwa tu nimeenda place fulani kwenda kwa maboys kukunywa nini. Nakumbuka tukienda kunywa hivi, kuna boys alipita akaniambia bala mambo vipi? Nikamwambia poa. Akaniambia tuko na studio mahali hapa hivi. Nikamuuliza wapi? Akaniambia njoo nikuonyeshe. Nikatoka nikaacha matei hapo watu wakikunywa, nikaenda. So nakumbuka nikiingia kwa building fulani hivi, kapata tu boys ako na setup tu poa, yani ile ambaye inaweza fanya kazi. Tukasalimiana nini, alafu akanitengenezea, akaniwekea mabeat, mangoma, mavitu amefanya. Nikisikiza nakuta sound yani yake ni tofauti man, ana sound tofauti kabisa. Nikakaa tukasikiza mabeat nini. So hiyo siku sasa nikisikiza hivi, akaniwekea yuko juu hiyo beat sasa. Nikasikiza hiyo beat, nikamuuliza iko na mtu? Akaniambia iko na mtu. Akaambia sawa. Akaniambia but hajanilipa, ni boys tu hapa mtaani, naweza mtengeneza nyingine haina shida. Yeye alifanya tu kubookmark. Nikamwambia unaonaje nikijaribu kitu? Akaniambia ingia booth. Mimi nikaingia booth maze. Nakumbuka alike hivi, nikapiga verse 1, nikasema ningoje. Kapiga verse 2, verse 3, nikaiacha. Tukaanza tukisikiza aina chorus nini. Na chorus inaniambia tu kila masaa kwa kichana, ananiambia yuko juu, Mungu yuko juu. Sasa jua mimi nilikuwa sijaipata hiyo rhythm mama sema inaitwa nini, hiyo sauti ambaye Wendy alikuja kuweka, kwa sababu alikuja kiweka. Sasa ndio after hapo tukasikiza nikamwambia wacha nijaribu, kuna rafiki yangu, acha tuone kama anaweza kuja aneke hii chorus. Akaniambia poa. Basi mimi nikatoka nikarejea kuteini na nini, tukaja studio, nikaenda zangu, nikakaa kama wiki hivi nikiongelesha na Nio. Wendy akaniambia mimi niko free siku fulani. Nakumbuka alikuja mtaani na gari ya Vitz ya red, alafu amevaa skirt mrefu, alafu zile flowing zile hata ameshikilia mrefu ya red. Alafu sasa akakuja, tukaingia studio, akaona ni place ndogo mazoje. Sasa
ametoka kwa vitu kubwa kwa sababu Tusker Project Fame amepelekwa alikuwa signed, unaona. Aya, akaingia akasikiza, nikaambia ndo line. Mazee, hapo ndo alini bless. So after hapo Omai ndo akakuwa nini? Omai ndo akakuwa producer wangu sasa. Kwanza hiyo time alini produce kama mingi sana, yani waga namshukuru sana kwa sababu kama si yeye kunijua, yani huyu ni producer yule ambaye alinijua, yani mpaka sauti vile ambaye anafaa kurecord mpaka nini, yani alikuwa anajua weakness zangu, anaweza ficha hapa na pale, yani namshukuru sana, au sio? Kuna time yani nilikuwa naangalia movie, nilikuwa kwa Insta, Facebook nini na nini, nikapatana na mchiza anajiita Gaiji, tukatia story, akaniambia ni wa Mombasa, nikamwambia pia mimi ni wa Mombasa, alafu nikija nikicheki hivi na anafanya video kina Shirko nini. Kamuuliza, mwanangu vipi? Niko na nyimbo, nilikuwa nauliza kama unaweza nifanyia video, unaonaje? Akaniambia nitumie nisikie. Nikamtumia. Akaniambia ila balai mwanangu, hii tunashoot video, hii nyimbo kali, au sio? Nikamwambia kweli kaambia sawa basi. Nikamwambia nanio, Wendi vipi, unaonaje tukanyage Mombasa? Wendi akaniambia mazee, sahi kama tunaweza kwenda Mombasa tuifanye itakuwa poa, unaona. So mimi nikaenda wa kwanza, alafu Wendi akaja. Nilikuwa nishajua places ambazo tunafaa kushoot. So alivyokuja Gaiji akaniambia, alinifanyia free na roho moja man, yani hata nakumbuka niko sina kitu hivyo, unaona, ya video, kwa sababu video time ilikuwa si mchezo, huwezi gusa yani video, si kama si hata unaweza simama na simu, unaona. Mchizi akachukua akaniambia labala so tutakuwa sisi, mimi, wewe, dereva na Wendi, ni sawa? Akaambia sawa kabisa. Sisi nao na gari yao mpaka nikaambia nataka moja hapa Kibarani. Mimi nikachange kwa gari, Wendi nikamwacha enda kichange, mimi nikaanza piga mavasi na nini, alafu akaja kapiga chorus hapo kiasi. Tukaingia kwa gari, tukaenda makaburini, hizo size za hizo size za Alliance Francaise. Kuna makaburi zingine huko karibu na kwa kina Cannibal huko opposite, sijui ni Pandia, sijui kitu kama hiyo. Nimekaa sana manze Nairobi, hata nimesahau Mombasa man, unaona. Akaniambia ndio, tukafika hapo, kulikuwa na msalaba fulani hapo, waga nilikuwa naicheki. Nikamwambia hii ndio tutapiga verse ya mwisho, au sio? Atupigi ya nini, hata tupige tu verse ya mwisho. Nikakanyaga verse ya mwisho hapo, tukaipiga, yani tulienda opposite. Alafu sasa ndio tukaenda kunaitwaje, tukaenda huko Swahilini huko tukaenda maskani fulani Uswahilini, unaona. Ukiwa nikambe unaenda Fort Jesus, lakini sasa unaenda hii side nyingine, wako na hizi madho hizi boti kubwa, lakini ni mbao, unaona. Hapo sasa tukapiga hapo hivyo Old Town, huko chini Old Town, tukapiga hapo, ikakuwa awesome sana. Alafu tukarudi. Gaiji amefanyia kina Shirko Mombasa, alikuwa ameshikilia Mombasa hiyo time. Ni huyo pia, yani kama si hiyo nyimbo ingekuwa tu ni nyimbo tu, au sio? Ni video, ni visualize, hiyo visuals zilikuwa kali sana mazee sana, yani big up sana mchizi wangu. Hiyo song nikiifanya sikuwa na atile najua itakuwa the biggest song Kenya. Nikaambiwa watu kwa nadhani ni gospel, unanielewa, kwa sababu watu wengi walikuwa nadhani ni gospel, as in mimi ni gospel artist, but ilikuwa ni hip hop, ambaye mimi nilikuwa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambaye alikuwa ananifanyia, au sio? Kabla sijaingilia pombe, yani ile pombe mpaka nikakuwa mlevi, yani before hiyo. So alikuwa anani bless poa, yani nilikuwa, yani kila kitu nilikuwa nagusa ilikuwa ina come through. Kulikuwa na show nyingine ilikuwa ikuje inaitwa Mtaa kwa Mataa, yani ilikuwa kitu big, tunangoja safari. Kwa mimi nilikuwa pia nazunguka kama MC
watu ilikuwa kwa hizi mashow road show hizi za ilikuwa inaitwa hiyo simu Orange wakipiana masimu matishati, nilikuwa MC. Hiyo time ilikuwa kwa time poa sana. So nikifanya hii song nilikuwa nimeifanya kwa sababu nimetoka Dandora. So siko na Agano, niko hii mtaa, Agano iko kule. So mi nikapata studio nikafanya kitu. Agano kule akawa anafanya vitu. Tukisema kwa tutafanya tu album ingine. So mi ile expectation yake nilikuwa nayo ilikuwa ni song tu nitoe iko tu at least kama ndio ilikuwa solo artist, yani kama nyimbo yangu ya kwanza kama solo artist, yani ilikuwa sasa si wakamba wawili. So nilikuwa sijui kama sikuwa na hiyo ati kwa kichwa ati hii kitu itakuwa kubwa. Nilikuwa najua itakuwa tu song na itachezwa at least kwa sababu ni wakamba wawili, mmoja wakamba wawili na mmoja huko fulani, sawa. But nakumbuka nikipiana kwa nanio kwa penye video tufa nikimpatia kwa radio. Hiyo song nilikuwa nisikia mpaka kwa jamaa Nduthi, mpaka wapi mwanzo Ghetto Radio ndo alicheza mazee. Yani nashukuru Mwenyezi Mungu, yani hiyo time yani Ghetto Radio ndo alicheza. Ilikuwa song kubwa sana. Lakini uzuri pia after hiyo nilikuja nikaifunika kidogo na Can't Push Me Down. Kwa sababu kuna song moja ambayo ni kubwa kuliko hizo song zingine wa ngumu mazee kurejea pale, lakini ukiweza toa hiyo alafu nyingine shike kama hiyo sura yangu haikuwa na alama, hiyo ilichezwa pia. But Can't Push Me Down ndo ilikuja at least kwa level ya ninio. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Alafu ni zile time ambaye kulikuwa kuna mtandao my friend, ati simu unaweza sijui push WhatsApp, sijui una push vitu, sijui una shoot video. Sahi hiyo time ilikuwa ni either uchezwe ama usichezwe, na ukichezwa ikubalike awesome zaidi, au sio? Nashukuru man. Haya.